Bwana Yesu asifiwe. Ni Jumapili takatifu, Jumapili ambayo tumetoka kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumsifu na kumshukuru kwa ajili ya kutulinda wiki nzima. Bwana, tumepata neema ya kusali hapa. Niko na tumishi hapa. Tumetoka ibadani, tutatamani kuyasikia mengi zaidi, hususan ni maneno ama ni injili ama ni kile ambacho kilikuwa kinazungumziwa pia na mtumishi wa leo Upendo Chazi. Jina langu ni Chazi Michael, nikiwa hapa katika madhabahu ya mtumishi Upendo Chazi. Ni kanisa la New Agape ambalo liko Kijichi Kokoni, linapatikana hapa. Niko na mtumishi hapa, tunatamani kuyasikia mengi sana, hususan ni injili ama ni yale maneno ambayo tumetoka kufundishwa na mtumishi ama mchungaji Upendo Chazi. Bana, karibu sana. Ni Jumapili takatifu kwanza. Pia watazamaji wanatamani kukusikia kwa majina, unaitwa nani? Ibada ya leo kwanza ikoje? Jumapili ya tarehe 25 kwako ni neema kiasi gani kwanza? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Richard Lwaga. Ni mmoja kati ya waumini katika kanisa la Upendo la Agape Church. Yes. Nilikuwa hapa katika ibada ya leo na tumezidi kuiona nguvu ya Mungu ikizidi kushuka mahali hapa. Ni kwa sababu ya yale maandalio. Siku zote ni kwamba ili uweze kuzidi kumuona Mungu katika ibada mbalimbali, kwamba Mungu anatenda kwa namna gani. Yes. Jambo la msingi ni kwamba unazidi uandae moyo wako kwanza. Andaa moyo wako, then Mungu atazidi kukuhudumia. Kwa sababu gani? Anasema heri wenye njaa na kiu yake, maana Bwana atawashibisha. Kwa andaa kiu ya moyo wako, ndipo Mungu ataweza kukuhudumia. Kwa tuliweza kuiandaa kiu na tulizidi kumwandaa Mungu kwamba zidi Mungu kutuhudumia. Kwa jinsi ibada ilivyoenda tumeipokea kwa uzuri kwa sababu ya maandalizi ya moyo. Bwana, ni mtumishi anaitwa Lwaga, Richard Lwaga. Ni waimbaji, mwimbaji Lwaga. Sija ni mna familia amna mna undugu ba? Hapana, siwezi jua, ila ni watu wa kabila moja. Ni wa kabila moja. Bwana, neno la leo limekufundisha nini zaidi? Kwa kweli neno la leo limeweza kunifundisha dhidi ya ukuaji wa kiroho. Ni kwamba naelekeza ni namna gani uweze kuenenda au ni namna gani ili uweze kufikia hatima yako kupitia makuzi ya kiroho. Ni kwamba siku zote ili uweze kukua kiroho yako, mambo ya msingi ya kuzingatia. Viko vitu ambavyo ndo kama misingi ya ujenzi wa ukuaji wa kiroho. Yes. Kama neno la Mungu, kutii kile ambacho Mungu anakuambia. Kwa cha msingi unaambiwa kumpenda Mungu haitoshi, ila ni kutii kile ambacho Mungu anakuelekeza. Kwa sababu gani? Anakuambia kwamba ukitii, ukikubali na kutii utapata mema ya nchi. Kwa kubali ili Mungu azidi kukuhudumia. Unaambia kwamba Mungu anapozidi kukuambia kitu fulani na ukatii na ukaweza kukifanya, kuna namna moja au nyingine anazidi kukuinua. Maana yake ukikubali kitu fulani ukakifanya, siku nyingine tena anakuja kukulelea, kwa sababu anakuwa kwamba mwanangu anatii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba anajua mwanangu anatii, kwa kila siku Mungu hataacha kukuletea aliyo mapya na ambayo atazidi kukukuza kiroho zaidi. Katika ibada ya leo, ni ibada ya sifa, ibada ya maombezi, ni ibada gani ambayo imekuvutia leo pia umeondoka nayo Jumapili ya leo? Kwa kweli ni kwamba ibada ya sifa na kuabudu imenivutia sana. Yes. Pamoja na ibada ya neno la Mungu. Kwa sababu tumepokea yale ambayo Mungu ndiye anahitaji. Kwa tumezidi kusema na Mungu katika namna mbalimbali. Tumesema na Mungu kwa njia ya kuabudu, tumesema na Mungu katika neno lake. Bwana, Jumapili takatifu, Jumapili iliyo njema kabisa, nikiwa na mtumishi hapa. Bwana, vijana wengi labda kwa sasa unakiangalia teknolojia sasa imewabeba zaidi vijana kwa kutokuhudhuria katika madhabahu. Nini neno la mwisho Jumapili ya leo ungependa pia kuachia? Kwa kweli ni kweli vijana wameweza kupotea. Na kitu ambacho ni kwamba kimeweza kuwakamata vijana wengi ni ile hali ya kutokujitambua na kujitambua kwamba wao ni akina nani. Yes. Kwa sababu kujitambua kwamba mimi ni nani na nimekuja na nimesimama kwa nafasi gani, hautaweza tena kufuata yale mambo ambayo ni ya dunia, kwamba labda tena rafiki zangu watanichukuliaje. Kwa sababu kila mtu ameweza kumba kwa nafasi yake. Hata Biblia ukisoma vizuri katika Matendo ya Mitume, Mungu anamwambia Paulo, anasema simama kwa miguu yako kwa sababu nimekutokea. Yes. Nimekutokea. Kwa Mungu anamtokea mtu kwa nafasi yake. Kwa jambo la msingi ni kwamba anawashauri tu vijana kwamba asikie sauti ya Mungu, asiangalie kwamba ni namna gani, kwa sababu kila mtu ametoka nafasi yake. Kila mtu alizaliwa kivyake na ataondoka kivyake. Kwa tuna marafiki wengi sana, wengine tumekuwa nao, tumecheza nao, lakini wameweza kufariki, wametuacha. Kwa ndivyo ilivyo kwamba hata tulionao sasa hivi sio kwamba ndo tutakuwa nao. Hata hii teknolojia sio kwamba tutakuwa nayo, utakufa, teknolojia inabaki duniani, watazidi kutumia, wengine na relax. Bana, tukichukua neno lake la mwisho kwamba itabaki na itaendelea kubaki, akimaanisha ni teknolojia, kwamba sisi ni wasafiri. Ni neno ambayo ametuachia Jumapili ya tarehe
5 Januari. Bana, nami sina mengi, mtumishi wako mimi hapa. Jina langu ni Charles Michael na hii ni New Agape Church. Bana, na hii ni New Agape TV. Sina mengi, ni watakie Jumapili njema watumishi wote wa Mungu. Bana, bye bye.